Bwana Yesu asifiwe, na wasalimia katika jina la Bwana. Mimi ni mtumishi wa Bwana, naitwa Bishop Adam Kasambara. Ninatumika katika Pentecost Kesheni, ni muasisi wa huduma hii ambayo iko Tanzania, na ninamshukuru Mungu. Bwana amenipa kibali, Bwana amenifikisha, nimeasisi na ninaendelea kufundisha. Lakini leo ninataka nikufundishe habari za utawala. Lakini tumuone mtawala mmoja ambaye kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 35, 34 kuanzia mstari wa kwanza. Huyu bwana Yosia alikuwa, nasoma katika jina la Bwana. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaziendea njia za Daudi baba yake. Asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Mstari wa 3. Kwa kuwa katika mwaka wa 4 wa utawala wake, naye akali mchanga, alianza kumtafuta Mungu. Jambo la kwanza, alianza kumtafuta Mungu wa baba yake. Mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda kule Yerusalemu. Wakazibomoa madhabahu za Mabali machoni pa Bwana. Ndugu mpendwa, nataka nikuwa na kusomea tu ili uone jinsi Mungu anavyotaka watawala wazuri wanaompendeza Mungu. Watawala wengi wamesoma, lakini kitabu cha Yosia kinamwelezea akiwa kijana. Ameanza kutawala. Aitawala miaka 4 tu, alianza kusafisha. 8 alianza kusafisha Yuda. Alianza kumtafuta kwanza Mungu kabla hajafanya jambo lolote. Alianza kumtafuta Mungu, Mungu wa baba yake. Akamtafuta Mungu kwa miaka 4. Lakini baada ya miaka 4 tena akaanza kusafisha. Baada Mungu kumwambia njia za kutafuta Mungu, Mungu akamwelekeza jinsi ilivyochafuka nchi yao, jinsi Mungu akamwelekeza. Alianza kusafisha. Huyu mfalme alikuwa ni wajabu. Yosia anasema alipomaliza, Mungu anamwambia, anamwandikia, alifaulu katika utendaji wa kazi ya Mungu. Ninaposimama nataka nikufundishe, naomba neema ya Mungu inisaidie na mimi nitumike kama Yosia aliyofanya kazi ya Mungu kwa ujasiri na kwa wema. Mtumishi wa Mungu naye nisikiliza katika mitandao kwa jamii, ukinifuatilia, nina nia njema kwamba unapoamua kumtumikia Mungu usifanye kazi ya kubabaisha, ufanye umejitoa. Huyu mtumishi naye mwambia Yosia aliposafisha alikutana na jambo zito. Alikuta walioharibu kazi ya Mungu ni makuhani. Waliosimama kipindi kile wakawa wamechafua. Kila anapotaka kufanya madhabahu anaona Mungu anamwambia hapa pameharibika. Kwa hiyo Yosia alianza kufukua makaburi na kuyachoma moto ili atandike misingi mizuri. Mtumishi wa Mungu, kazi ni kujitoa. Kumtumikia Mungu ni kujitoa. Huyu mtumishi alipofanya, alipotengeneza, aliposafisha, watu wakashangaa. Kaenda Yerusalemu, alipokamilisha kipindi hicho, ilipofika, unaposoma tena katika sura ya 35, anafanya Pasaka. Hakuna Pasaka iliyofanyika katika nyakati zozote kama Pasaka ya Yosia, kwa sababu alianza na utaratibu wa kusafisha, kisha akaanza kuwatengeneza watu jinsi ya kusimamia. Akawatengeneza wazee wa makanisa, akatengeneza mashemasi, akatengeneza waimbaji, akaimarisha. Kila mtu akakaa nafasi yake. Tunatamani Pasaka hii inayoendelea kipindi hiki, kila moja kae mahali pake
ili aweze kujua ni nini kinachoweza kuendelea. Pasaka ni upatanisho. Kumbuke kule Misri waliangamizwa watu ili Mungu atengeneze jambo, ili Mungu awatoe watu. Alifanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Unaisikiliza kwamba Misri waliangamizwa, watoto wa Farao waliangamizwa, lakini Yosia anazungumza. Alianza kusafisha watu walioharibu, walioabudu miungu. Aliona vema awachimbue, aanze kutoa ili alijenge kanisa la Mungu. Nyakati zetu ambazo sisi tumekubali kumtumikia Mungu, wapendwa, lazima tuanze na sisi, tuangalie tunafanya nini. Kama Joshua alifanya hivyo na Mungu akambariki, akaiandika Pasaka. Na sisi tunatamani kwenye kipindi cha tunapoelekea Pasaka, tunatamani tuizungumzie Pasaka kwa uzuri. Nitakuwa na kipindi naendelea kuzungumza, kufuatilia. Nitakuwa na mambo mazuri katika mtu anayeangalia kukombolewa. Tumekombolewa na sadaka. Yupo mtu aliyetoa mwili wake kwa ajili ya Pasaka. Kipindi hiki tuna Pasaka ya Yesu Kristo, ndiye mkombozi. Wote ambao wanaangalia waliokombolewa, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Ndio maana tumeangalia ni kuchimbua neno la Mungu. Akamtafuta Mungu kwa maombi. Kumtafuta Mungu, ndio maana nimeandika kanisa la Pentecost kwa maombi. Kusimama na maombi. Hivi vitu hatuvipati kwa sababu ya kusema tu, vinapatikana kwa njia ya maombi. Omba, mtumishi wa Mungu, mwamini Mungu, jitakase, fanya utakatifu, fanya moyo wa amani, fanya ukombozi moyoni mwako. Kwanza jitathmini wewe, kisha ukamwangalia wengine. Fanya usafi mbele za Bwana. Mwamini Mungu kwamba Mungu ndiye mponyaji, anayo vitu vyote. Mtumishi wa Mungu, kuna watu wanakimbia, wanasema tukaende miujiza, tukafanya miujiza. Miujiza unayo. Yesu alipokuja akaleta vipawa vyote, akatuachia ulisi wa vipawa vyote na nguvu na mamlaka ya kutamka neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatugombani vita kwa damu na nyama, tunagombana kwa neno la Mungu na kwa ujasiri ambao Mungu anatupa kwa kusoma maandiko. Nikwambie, kila jambo soma maandiko. Kila jambo soma maandiko. Nenda kuomba. Halafu Mungu akikupa neema, nenda kafanye kazi ya Mungu. Tunakutana na Mungu hata katika ndoto. Tunakutana na Mungu hata katika maono. Kadri unavyojimimina mbele za Bwana, na ndipo Mungu atakuwa nakusogelea, na ndipo utakuwa na maadui. Lakini usiohofu maadui. Yosia angekuwa hofu maadui, asingeweza kuchimbua makaburi ya watu walioharibu kazi ya Mungu. Kumbuka, nataka nikupe moyo wa imani ya ujasiri. Huyu mtu alikuwa mtu kama na nyama kama sisi, lakini Mungu alitenda muujiza, akafanya jambo. Alipofanya hivyo, Mungu akampenda Yosia, akamwandikia amefanya mazuri. Na mimi nataka nikuahidi, ukifanya mazuri, Bwana, mbingu zinakusubiri. Bwana Yesu anatusubiri. Ameketi mkono wa Mungu Baba. Hii ndio siku zake. Yaani hapa ndipo analiona damu yake inafanya kazi. Aliyotukomboa kina Kasambara ni damu ya Yesu. Bila Yesu mimi si kitu. Nazungumza habari njema juu yako, upate kujua kwamba ni wakati tulionao, nani atakayesimama. Lakini kipindi hiki Mungu amenipa neema niweze kusema na Watanzania na nchi zote na mabara yote watakaopitia ujumbe huu. Nina hamu kuwafikia, angalau niwafikie hata kwa kutumia YouTube, niwafikie, niseme na nyinyi kwa nia njema kwamba ni wakati wa kipindi cha Pasaka, ni kipindi cha kuchimbua, ni kipindi cha kuingia ndani. Ninakamilisha, nataka nikumalize. Yesu anawachukua Petro na Yohana na Yakobo, anaenda nao mlimani. Anasema alipofika pale, kaenda akasema ombeni hapa, na hiyo akaenda mbele. Alipotoka alikuta wamelala, akawaambia, ndugu, mnalala, mmeshindwa kukesha hata risali moja. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Roho irazi lakini mwili ni dhaifu.
Huwezi ukashinda bila maombi. Yesu huyu kiongozi wetu ambaye ametuinua, ambaye ametukomboa, ambaye ametugharamia, anawaambia waliotembea nao, aliwaamini kati ya wanafunzi 12 anawachukua watatu tu ndio wanasimama naye. Anageuka mwili wake, jasho lake linakuwa damu, anasema roho yangu inasononeka kiasi cha kufa, nina huzuni kiasi ambacho mimi naona huzuni. Basi akaomba, kijasho cha damu likatilika ikawa damu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale alipokuwa kwenye maombi, lakini wakati huo anayaona mateso, anasema Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke, lakini si nitakavyo ila mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu nimetamani kufundisha kipindi cha Pasaka hiki. Pasaka hii ipate kibali juu ya watu wote watakaokuwa tayari kuiangalia kipindi cha Kwaresima, ambao watu wa kanisa mengine wanasema Kwaresima, lakini sisi wa Pentekoste tunasema nguvu ya ukombozi ni damu ya Yesu. Nitazungumza, huyu Bwana amefanya Pasaka kuliko vitu vyote. Maandiko yakaandika, yanasema kila sehemu iliyofanya, anasema hakuna aliyefanya Pasaka kama Josia. Na mimi natamani Mungu akinisaidia, tunaukaribisha kwenye kanisa letu hapa Tunduma. Kama utapata kibali, tutaanza semina kuanzia wiki hii inayokuja. Tutaanza mafundisho ya Pasaka, na tutaitambulisha Pasaka kwa jinsi ya kwanza na ya pili na ya tatu tutakavyoweza kukamilisha. Kwamba ya kwanza, alafu tutakutazamisha kwamba baada ya Pasaka nini kinachoendelea. Tunaenda na Pentekoste, lakini tunaanza hai Pasaka. Ngoja tuseme na wewe kwa ajili ya hao utakaonisikiliza, nataka nikuombee. Yawezekana umenisikiliza kwa ufupi. Ni bishop wako mtumishi wa Mungu Adam Kasambara. Ninakukaribisha sana kanisani hapa Tunduma. Nipo nchi ya Tanzania, na kuamini kabisa na kanisa letu limeanzia Tanzania na linachomoza sasa linafika nchi zingine mbali. Baba, watu wa mbinguni uliye hai, natamani kuwafikia mataifa na mataifa, makabila na makabila, mabara na mabara yaliyoko duniani, ulimwenguni. Natamani kuwafikia. Hata Bwana unipe neema siku za usoni mbele yangu nikawaone Bwana Yesu. Hata kama nitakuja kumaliza, ninayo neema ya Mungu nikapumzika kwa uzuri katika jina la Yesu. Wewe ambao unaumwa, maombi haya yakufikie. Wewe ambao unateseka, maombi haya yakufikie, kwamba Bwana akupe neema katika mwaka huu wa 2025, neema ya ukombozi. Bwana akupe neema, usiabudu kuabudu tu, abudu ukifunguliwa, macho ya Mungu yafunguliwe kwako, upate hamu ya kufanya ibada ya ukombozi, upate hamu ya kupata neema ya kumjua Mungu aliye hai. Na mimi nikiomba, nami nikishukuru na kutakia maombi haya kufikie. Hata kama umerara, ukiwa hali mbaya, hata kama umerara, wakati mwingine una mambo mazito, kumbuka kipindi hiki utakapopata neema hii, unisikilize tu. Yupo mmoja, Yesu Kristo, alikufa kwa wenye dhambi, alikuja kwa walioshindwa, alikuja kwa walioshindwa ili atuweze kuturudisha. Tuliopotea alikuja kuturudisha. Tunakuomba na wewe mtumishi wa Mungu, yupo mmoja tu mwema aliye na upendo, ambaye habagui, ila yeye, kwa jina la Yesu akupe neema na usiku huu uwe usiku mwema. Amen.